kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Mpendwa mtazamaji, na ukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, shangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa muda huu amenijalia mara tena ili tuweze kukutana katika studio hii ya Meru TV ili tuendelee kushiriki neno la Mungu. Naamini ya kwamba majuma kadhaa yamepita, tumejifundisha kuhusu toba, na tukaweza kuelewa toba si vile watu wanafikiria. Watu wengi wanafikiria toba ni kwenda kueleza Mungu makosa yako, kwenda kulilia Mungu akusamehe makosa yako. Hiyo si toba, hiyo tu ni kuhesabu maovu yale uliyoyatenda. Na tukaona toba ni nini? Toba ina maana kadhaa, na Mungu ametueleza maana nyingi sana ili tuweze kuelewa toba. Toba ni kufika mwisho, toba ni kubadilisha njia, toba ni mabadiliko ya moyo, toba ni kutupa moyo wa kujiamini na kutegemea, na kutupa moyo wa kujiamini na kumwamini Mungu. Toba tena ni kutupa moyo wa kutegemea matendo yako na kutegemea neema. Na tuliweza kuangalia tukaona mwana mpotevu ili aweze kufikia toba alifikia mwisho. Alipofika mwisho ndiye alirudi kwa baba yake. Na pia tukaangalia kitabu cha Isaya, tukaona Isaya 55 mstari wa 7, maandiko yanasema mtu mbaya hasa njia yake, mtu asiye haki hasa mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Ili tusamehewe tunafaa tufanye nini? Juu watu kitu kile ambacho watu wanatafuta, hata wanapoenda kuomba msamaha, wanaenda kulilia Mungu awasamehe, wanatafuta tu kusamehewa. Na Mungu ameweka wazi vile tunaweza kupokea msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi ni kutupa mawazo yako, kutupa njia yako, mrudie Bwana naye akurehemu, urejee kwa Mungu wetu naye akusamehe. Hauhitaji mambo mengi wewe, unahitaji tu kugeuka, kama vile kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 20 mstari wa 21 inasema, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Tumugeukie Mungu na tumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, ni mambo gani yanafanyika? Kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 43. Maandiko inasema, huyu manabii wote wamemshuhudia ili kila mwaminie apate ondoleo la dhambi. Tunapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, tunapata ondoleo la dhambi. Ili dhambi iweze kuondolewa, lazima tumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Na pia tukiangalia kitabu cha Timotheo, tunaweza kuona vile Biblia inasema. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15, maandiko bila inaeleza. Maandiko inasema, ni neno la kuaminiwa tena la stahili kabisa, la stahili kukubaliwa kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Neno la kukubaliwa tena la stahili kukubaliwa kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza ni mimi. Wa kwanza ni nani? Wa kwanza ni mimi. Kwa hivyo Yesu alikuja ulimwenguni ili aokoe mwenye dhambi.
Kwa hivyo ili mwenye dhambi aweze kupata msamaha wa dhambi, lazima atoke katika njia yake ya kujitakasa. Lazima atoke katika njia yake ya kujaribu kuwa mtakatifu. Lazima atoke katika njia yake ya kujaribu kujikamilisha, aweze kuingia katika njia ya Mungu. Njia ya Mungu ni njia Mungu mwenyewe ameitengeneza ya kutusafisha dhambi, ya kutukamilisha, ya kutufanya watakatifu. Haleluya. Na ndio Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi. Na tukisidi kuangalia Biblia, tunaona vile Biblia inasidi kutufundisha kuhusu kusamehewa dhambi. Yesu mwenyewe alisema katika kitabu cha Mathayo, tunaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 26, Mathayo 26 mstari wa 28, Mathayo 26. Tuangalie kwa Biblia zetu, mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani tuangalie Mathayo 26 mstari wa 28. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Yesu alitaja damu yake ni damu ya agano inomwagika kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Watu wengi wanatafuta ondoleo la dhambi kwa njia ya kuomba, kujitakaza, kufunga, kuombewa, kumwagiwa mafuta, kumwagiwa maji, kufanyiwa kila vituko vya kila aina. Na kile kitu moja wanatafuta ni bila wanaweza kupata ondoleo la dhambi. Lakini ondoleo la dhambi aliko mahali pengine, aliko nje ya damu ya Yesu Kristo. Kupata msamaha wa dhambi na kupata ondoleo la dhambi iko kwa damu ya Yesu Kristo na iko kwa kumwamini Yesu Kristo. Na ndio Yesu amesema katika kitabu cha Mathayo 26 mstari 28, akasema kwa maana hii ndio damu yangu ya agano inomwaga kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Na maandiko inasidi kueleza katika kitabu cha, ukiangalia vile Biblia inaeleza katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10, maandiko inasema kwa toleo moja katika mapenzi hayo umepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Ili tupate utakaso, hatuwezi kupata utakaso kwa kujitakasa, lakini kupitia mwili wa Yesu Kristo ambao ulitolewa mara moja tu tumepata utakaso. Waebrania 10 mstari wa 14 inasema kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Ili tuweze kutakaswa tunafaa tufanye nini? Tutoke katika njia yetu, tutoke kwa mawazo yetu, tumrudie Bwana. Tunapomrudia Bwana, Mungu anatuongoza kwa Yesu Kristo. Na Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 26, akasema kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hivyo Yesu alikuja akiwa ametumwa na Mungu na ako na uzima kama vile Baba alivyo na uzima. Na sisi uzima ambao uko ndani ya Yesu Kristo tunaweza kupokea namna gani? Hatuwezi kupokea uzima tukiwa katika njia yetu ambayo ni njia ya mauti. Haleluya. Kwa sababu gani? Maandiko inasema kitabu cha Mithali 16 mstari 25, maandiko inasema iko njia ionekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Iko inazungumzia neno, inazungumzia imani. Kwa hivyo ukiangalia neno linatutakaza na imani inatutakaza. Ndio maandiko inasema akufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Na tumeona Yesu akisema uwatakase na kweli, neno lako lilo kweli. Na hapa maandiko inasema wala akufanya tofauti kati yetu na sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Hebu tuone vile imani inatutakaza. Tuangalie kitabu cha Warumi 10 mstari wa 17. Maandiko inasema basi imani hutokana na kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo yake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo ili tuweze kutakaswa kwa imani, lazima tutasikia neno. Maandiko inasema imani inakuja kwa njia ya kusikia. Imani haiwezi kuja kwa njia ya kuona. Imani inakuja kwa njia ya kusikia. Na tunaposikia neno, lile neno linatutakaza. Kwa nini hauna utakaso? Kwa nini uko na dhambi? Kwa sababu neno aliyeingia ndani ya moyo wako. Yesu amesema umekuwa safi kwa sababu ya lile neno lililowaambia. Kwa hivyo wale wameambiwa neno na wakalipokea, wamekuwa safi kwa sababu ya lile neno wamelipokea.
Haleluya. Sasa watu wanajaribu kujitakaza, hawajui utakazo huwezi patikana ndani yao, huwezi patikana kwa juhudi yao, huwezi patikana kwa kuomba msamaha, huwezi kuwa safi kwa sababu ya kujitakaza, mbali unakuwa safi kwa sababu ya lile neno. Haleluya. Mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Watakasa na kweli, neno lako lilo kweli. Akufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yao kwa imani. Mioyo yetu inasafishwa kwa imani. Tunapopokea neno ndani ya moyo wetu kwa njia ya imani, dhambi iliyo ndani ya moyo wetu inaondolewa, moyo wetu unakuwa safi. Amen. Tunazungumzia kuhusu kutakazwa, hatuzungumzii kujitakaza, kwa sababu dini inafundisha watu kujitakaza. Lakini Mungu anafundisha kanisa la kweli kutakazwa. Haleluya. Anafundisha kanisa la kweli kufanya nini? Kutakazwa. Tuangalie kitabu cha Wakorintho. Tuangalie kitabu cha Wakorintho 6, tuanze mstari wa 9 mpaka 11. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawatarithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waserati hawatarithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wasinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Mstari wa 10. Wala wezi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Mstari wa 11. Inasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mliozwa. Tulikuwa wezi, tulikuwa waserati, tulikuwa wakora, tulikuwa walevi, lakini maandiko inasema baadhi yenu, sisi tulikuwa hivyo, lakini tulioswa. Si hata kwamba tulijioza. Sikusaliwa nikiwa mtakatifu, nilisaliwa nikiwa mwenye dhambi, nilisaliwa nikiwa mchafu, nilisaliwa nikiwa muongo, nilisaliwa nikiwa nimejaa tamaa, nikiwa msinifu, nikiwa mserati, nikiwa mtu muovu. Lakini maandiko inasema, lakini nikaoswa. Baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioswa. Hakuna mtu alisaliwa akiwa mtakatifu, hakuna mtu alisaliwa akiwa mkamilifu, hakuna mtu alisaliwa bila dhambi. Sisi sote tulisaliwa tukiwa wenye dhambi, na tulisaliwa tukiwa wachafu. Lakini baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mkaoswa. Tumeoswa, si hata kwamba tumejioza, lakini mumetakaswa. Si hata kwamba tumejitakaza, tumetakaswa. Amen. Tumehesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, katika roho wa Mungu. Tumehesabiwa haki, si hata kwamba tumejihesabia haki. Hapana. Tukiangalia kitabu cha Luka, utapata watu waliojikinai kuwa wenye haki wakidharau wengine wote. Yaani watu ambao wamejikinai kuwa wenye haki. Luka 18 mstari wa 9, Yesu akasema watu waliojikinai kuwa wenye haki wakidharau wengine wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani wanadharau wengine? Wanajihesabia haki kwa sababu ya matendo yao, kwa sababu ya kazi wanayoifanya. Anasema mimi si mwizi, mimi si mserati, mimi si kama mtoza ushuru, mimi natoa saka katika mapato yangu, nafunga mara 2 kwa juma. Kwa hivyo anaeleza kazi ile anafanyia Mungu na matendo yale afanyi na matendo yale anayofanya. Kwa hivyo yeye anamjihesabia haki kwa ajili ya matendo yake. Haleluya. Lakini hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki mbele ya Mungu kwa matendo yake, ama kwa juhudi yake, ama kwa bidii yake. Maandiko inasema baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioswa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki. Amen. Kwa hivyo tunaweza kupata haki kwa njia gani? Pia haki tunaipata kwa njia ya imani. Hatupati haki kwa njia ya matendo. Kama bila hatuwezi kujitakasa, pia hatuwezi kujihesabia haki. Ni Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Nani atakaye hukumu wateule wa Mungu? Na Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Kwa hivyo Mungu ndiye ametuhesabia haki. Hatujihesabia haki, ni Mungu ametuhesabia haki. Na wale Mungu anahesabia haki ni wale aliowajua tangu asili, na wale aliowajua tangu asili akawachagua tangu asili, na wale aliowachagua akawaita, na wale aliowaita akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki akawatukuza. Haleluya. Kwa hivyo Mungu ndiye anatuhesabia haki. Kusoma kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi 8 8
Warumi 8 mstari wa 29 na 30, maana wale aliowajua tangu asili aliwasagua tangu asili wafananishwa na mfano wa mwana wake, ili yeye awe msaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu walio wengi. 30, maandiko inasema na wale aliowasagua tangu asili au akawaita, na wale aliowaita akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki akawatukuza. Sema amen. Kwa hivyo kuna kitu nataka uelewe. Kuna antu batari beta jehanamu na kuna antu batari beta moyone. Na manto yumo rungo bwethetie. Mungu ndiye amefanya hivyo. Kuna wale amesagua waende jehanamu na kuna wale amesagua waende mbinguni, waende usimani. Na wale amesagua waende jehanamu, hawaendi jehanamu kwa sababu ya kutenda vibaya. Na wale amesagua kwenda usimani, hawaendi usimani kwa sababu hawayatenda mabaya. Amen. Mungu hasagui kwa sababu ya matendo, kwa sababu kama angesagua kwa sababu ya matendo angekuwa Mungu. Mungu alisagua wale wanaenda mbinguni na wale wanaenda jehanamu hata kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Na watu wengi wanang'ang'ana kupendeza Mungu, wanajaribu kupendeza Mungu, hawataki kujua mimi ambaye ninang'ang'ana hivi nimesaguliwa ama si asaguliwa. Kitu ya muhimu hapa ni utake kujua mimi nimesaguliwa niende wapi? Umesaguliwa uende jehanamu ama umesaguliwa urithi uzima wa milele? Hiyo ndio swali unafaa kujiuliza ndani ya moyo wako. Si ujaribu kutenda matendo mazuri uende mbinguni. Si wale wanaotenda matendo mazuri wataenda mbinguni. Sema utende matendo mabaya, sina maana hiyo. Lakini nataka uelewe mbinguni hawaingii watu waliotenda matendo mazuri. Amen. Hebu angalia Biblia. Kitabu cha Mathayo 21 mstari 28. Angalia hapo. Lakini mmoja unaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili, akamwendea yule mwana wa kwanza akasema, mwanangu, leo enda ukafanye kazi katika shamba la mizabibu. Mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wangapi? Wawili. Akamwendea yule wa kwanza akamwambia, enda katika shamba langu la nini? La mizabibu. Mstari wa 29, naye akajibu akasema, siendi. Lakini baadaye akafanya nini? Hebu turudi 28 ili tuelewe. Lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili, akamwambia yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo enda ukafanye kazi katika shamba la mizabibu. 29, naye akajibu akasema, siendi. Lakini baadaye akatubu akaenda. 30, akamwendea yule wa pili akamwambia vile vile, naye akamjibu akasema, naenda Bwana, lakini akwenda. Unaona watu wawili. Kuna yule ambaye aliambiwa enda katika shamba la mizabibu akasema siendi, lakini akageuka akatubu akaenda. Mwingine akaambiwa enda katika shamba langu la mizabibu akasema naenda, lakini akwenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Akamwambia ni yule wa kwanza. Basi Yesu akamwambia, amini nakwambia, watoza ushuru na makahaba watatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini nani watatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu? Nataka uangalie hapo vizuri, usome hilo neno. Yesu mwenyewe ndiye ametamka jambo hili, akamwambia yule wa kwanza. Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba watatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Ukiangalia Yesu anaongea na Mafarisayo.
anaongea na watu waliojaa matendo mazuri, watu ambao wametunza sheria, watu wamefanya mambo mazuri ili waende mbinguni. Yesu akawafunulia akawaambia, makahaba na watoza ushuru watatangulia kuingia wapi? Katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Unaweza kuelewa jambo hilo? Ukitaka kuelewa zaidi, angalia mwanamke aliyefumaniwa, alikuwa kahaba ama hakuwa kahaba? Alipoletwa kwa Yesu, alipokea msamaha wa dhambi ama hakupokea? Wale watu wazuri waliomfumania waliasa Yesu, walitoroka. Walipotoroka walienda wapi? Walienda kujitakaza, wakamwaza Yesu ambaye ni njia ya kwenda mbinguni. Ndio Yesu akasema makahaba watatangulia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Makahaba wamepata njia ambayo ni Yesu Kristo, wamepata ondoleo la dhambi zao, wameoshwa dhambi zao, na wamepokea Yesu kama njia ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Mtoza ushuru kama Zakayo alipopatana na Yesu, alipata wokovu ama hakupata wokovu? Alipata wokovu. Amen. Mwanamke aliyekuwa na wanaume 6 na yule ako na yeye si wake, huyu ni kahaba ama si kahaba? Alipopatana na Yesu, aliingia katika ufalme wa mbinguni ama hakuingia? Rahabu alikuwa kahaba ama hakuwa kahaba? Alipokea wapelelezi, na alipopokea wapelelezi, Rahabu ameingia katika ukoo wa watu wa imani ama kuingia? Yesu akasema makahaba na watoza ushuru watatangulia kuingia usimani. Haleluya. Lakini wana wa ufalme watakataliwa. Kwa sababu gani? Angalia mstari wa 32. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi hamkumwamini, lakini watoza ushuru na makahaba wakamwamini. Ninyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili muamini. Yesu anaongea na watu ambao hawakutubu waamini. Wameona Yohana alikuja kwa njia ya haki. Mafarisayo hawakumwamini kwa sababu Mafarisayo ni watu, Mafarisayo wanasimamia kikundi cha kwenda jehanamu. Wale ambao Mungu hakuwachagua, wale Mungu hakuwaita, wale Mungu hawezi kuhesabia haki. Lakini makahaba na watoza ushuru tunaona ndio hawa walimwamini Yohana. Haleluya. Na hao walipoona makahaba na watoza ushuru wamemwamini Yohana kuliko watubu wamwamini baadaye, hawakufanya hivyo. Kwa sababu gani? Mungu amewapea nguvu ya kupotea. Unahubiriwa Yesu alichukua dhambi zako, uamini. Unahubiriwa Yesu aliosha dhambi zako, uamini. Unahubiriwa damu ya Yesu Kristo bila iliosha dhambi zako, uamini. Kwa sababu gani? Mungu amekupea nguvu ya kupotea, uamini uongo ili hukumiwe, utupwe katika jehanamu ya milele. Amen. Angalia Biblia. Kwa hiyo Mungu amewaletea upotofu mwingi wa uamini uongo. Kiswahili kingine nasema, kwa hiyo Mungu amewaletea nguvu ya kupotea ili waamini uongo. Kwa hivyo kuamini uongo ambao wahubiri wanatumia siku hizi. Wahubiri kwa sababu hawakuchaguliwa na Mungu, hawakuitwa na Mungu, Mungu hakuwaweka katika hiyo kazi, ni kazi yao wenyewe wanafanya. Wanahusia watu maji, wanahusia watu vitambaa, wanahusia watu mafuta, wakiwaambia itavunja laana, hii itaondoa usawi, hii ndio itakupatia baraka. Kwa sababu gani? Hawakukutana na Mungu awaonyeshe njia ile wanafaa kuongoza waumini ili wakutane na baraka ya msamaha wa dhambi. Kwa hiyo baraka ni msamaha wa dhambi. Kusoma kitabu cha Zaburi 32 nasema, heri mtu yule aliyesamehewa dhambi zake. Mtu yule amesamehewa dhambi amebarikiwa. Na jambo hilo likadhibitishwa tena katika kitabu cha Warumi 4 mstari wa 7. Heri mtu yule aliyesamehewa dhambi zake na makosa yake yakastiriwa. Kwa hivyo yule amebarikiwa ni yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. Haleluya. Kwa hivyo hapa tunaona maandiko inasema, kwa hiyo Mungu amewaletea nguvu ya upotofu, uamini uongo. Kwa hivyo watu wengi wanaamini uongo kuliko kuamini neno la Mungu. Wengine wanaabudu sanamu, wengine wanaabudu Maria, wengine wanaabudu miungu. Kwa sababu gani? Wamepotoshwa. Na kwa sababu gani wamepotoshwa? Hao ni wakupotea. Hata ukiwaambia ukweli hawataki kupokea ukweli, kwa sababu hao si wa kweli. Mstari wa 13 inasema, lakini inatupasa sisi kushukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana,
kwa kuwa Mungu aliwachagua tangu mwanzo mpate wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Watu wale wanaamini ukweli na kutakaswa ni wale waliochaguliwa tangu mwanzo. Wale waliochaguliwa kutoka mwanzo wataweza kuelewa hii injili inayohubiri, lakini wale hawakuchaguliwa hawezi kuelewa. Saizi kupinga hapo, huyu anasema hakuna dhambi na hii dunia tunaishi ni ya dhambi. Huyu anasema kuna mtakatifu na Biblia inasema hakuna mtakatifu. Wapi imeandikwa hakuna mtakatifu? Maandiko inasema Zaburi 16 mstari wa 3 inasema watakatifu walio duniani ndio walio bora, ndio ninapendezwa nao, si watakatifu walio duniani, walio mbinguni, walio duniani. Haleluya. Watu wanasoma Biblia. Biblia si ya wenye dhambi, Biblia ni ya watakatifu. Na unapofundishwa Biblia, unapotakaswa, tutabeba Biblia kwa sababu wewe ni mtakatifu. Haleluya. Na utakatifu si atakuwa tutaomba tutakasike, tumetakaswa. Haleluya. Tumetakaswa. Na wale wanapokea utakaso huu ni wale waliochaguliwa tangu mwanzo waamini ukweli. Kuna baramo rungu aiteritelo rungu weta njiana kinyawe yao nyoeta kanisene nyoto meria nyori tankoma mwiso nogogero no njiana nondo baige bakaya bakitu alitankoma ni toraku torasi ari toraku itoaringasia mari toraku lakini abere umare nikirinite buisie uweza sema ndo amai. Kwa hivyo elewa vizuri, kuna wahubiri watakataliwa, kuna wasirika watakataliwa. Kwa sababu gani? Hawakuchaguliwa kutoka mwanzo wapate wokovu. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inatufundisha watu wawili. Bile tumeona wana wawili, makahaba na watoza ushuru. Tumeona mwana mpotevu na mwana mkubwa, mwana mdogo akirithi mali. Tumeona makahaba wakitangulia kuingia katika ufalme wa mbinguni na wana wa ufalme wakitupwa nje. Tumeona Biblia ikitufundisha Yakobo na Esau, Yakobo akibarikiwa bila kasi yake na Esau akilaaniwa pamoja na kasi yake, Kaini akikataliwa, Abeli akikubaliwa. Haleluya. Vivyo hivyo Biblia inaonyesha watu waliochaguliwa na wale ambao hawakuchaguliwa. Wale wamechaguliwa waamini kweli. Wale ambao hawakuchaguliwa hawawezi kuamini ukweli, wataamini uongo wa baba yao ambao ni Shetani. Endelea kujitakasa. Endelea kuomba msamaha. Endelea na mbinu zako, tumia mbinu zote, lakini ujue mwisho wa njia hiyo ni jehanamu ya milele. Lakini baada ya kugeuka, kama wewe Mungu amekujalia neema hii ya kupokea ukweli na kufikia toba na kugeuka na kuamini injili, wewe umetakaswa na wewe umepewa nguvu ya kuamini ukweli. Tutazidi kujifundisha katika kipindi kijacho hilo neno la Mungu, tuelewe tumechaguliwa au la. Mungu awabariki, tushukuru. Mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na fadhili zako Bwana wa majeshi unazozidi kutufunulia kila kukisha. Asante kwa sababu ya mpendwa kumfunulia siri hii ya kwamba kama amechaguliwa ama hajachaguliwa, na wale wamechaguliwa Bwana wa majeshi unawapatia nguvu ya kuamini kweli, na kweli neno lako. Na ndio Bwana wa majeshi Yesu Kristo alisema watakasa na kweli, neno lako ndilo kweli. Na umetujalia neema ya kupokea kweli ambao neno lako. Bwana wa majeshi nakushukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu awabariki. Tumemaliza. Mungu akubariki. Utatoa sadaka yenu, fungu lako la 10. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Kukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.